Hii ni stori ya shetani ndani ya mwili wa malaika. Anakwambia, jina langu ni Esther. Futa hilo. Jina langu ni Extra. Mimi ni Extra. Mimi ni mrembo sana. Mungu anajua kuumba mwanamke mzuri wa kuvutia. Hayo ni maneno ya binti mmoja mzuri sana hapa mjini. Jina lake halisi ni Esther, ila kutokana na hali ya maisha ameamua kujiita Extra. Na hapa tunamuona kakiwa katika majukumu yake ya kila siku. Huyu mrembo ni club stripper, yani ni mnenguaji wa club kwa ajili ya kufurahisha wanaume wenye pesa za kutosha kununua utu. Sasa nini kimemkuta huyu mrembo Esther? Ni stori gani hiyo mbaya ambayo imemkuta Esther mpaka akabadili jina lake na kuwa Extra, na leo hii yupo club anamwaga mauno kama hana mfupa vile? Kabla sijakuambia stori ya binti Extra, ngoja nikutambulishe kwanza wahanga wa mvuto na walevi wa mahaba ya binti Esther. Bila shaka sote tunajua mapenzi ni upofu. Huyu kijana anaitwa Sean akiwa na rafiki yake anaitwa Jason. Hawa wote ni forex traders na leo wanashangilia sana kwa sababu wamefanikiwa kutengeneza pesa kiasi cha dola 70,000. Kibongobongo hapa tunazungumzia kama milioni 140 na kuendelea. Jason anamuuliza rafiki yake, pesa zote hizi tutazifanyia nini mshikaji wangu? Sean anamjibu, kuanzia sasa huu mji ni wetu. Tuna nguvu ya kununua kitu chochote kile, mpaka figo ya binadamu. Jason na Sean wanacheka kwa furaha, ila furaha inawapa mawazo waende club wakatazame jinsi wanawake warembo wanavyochezea bomba. Basi bila kuchelewa, Sean na jamaa yake wakazama kwenye renji, wakachoma mafuta mpaka club. Huku club wanakutana na warembo wengi sana, ila kwa mara ya kwanza Sean anatupa macho yake kwa mwanamke aliyekonga moyo wake, na huyu si mwingine bali ni binti Esther the Extra. Akili ya Sean inahama. Uzuri wa binti yule unamfanya ahisi yuko paradiso. Pause kidogo mtazamaji. Huyu Esther the Extra ni nani? Nini kimemkuta mpaka leo hii yuko hapa? Kwa sababu Waswahili wanasema kila kahaba nyuma yake kuna hadithi iliyomfanya afike hapo. Sasa iko hivi, tunarudi nyuma miaka kadhaa. Familia moja, baba, mama na watoto watatu. Leo wazazi wanagombana sana. Mama hataki kumwelewa baba wa familia, anamlaumu, inakuwaje kila siku madeni tu? Mimi nimechoka kuishi maisha haya, naondoka zangu, siwezi kabisa. Upumbavu gani huu? Mzee, kiongozi wa familia, amechoka mbaya, hana la kusema, kumshawishi mke wake asikimbie familia zaidi ya kumwambia tu, mke wangu, hawa watoto unaniachia na nani? Lakini kama unavyojua, mwanamke akiamua jambo lake amemaliza. Basi mke akaenda zake akimwachia mumewe familia ya watoto watatu awalee peke yake, tena akiwa na rundo la madeni. Usiku ule anakuja mgeni. Huyo mwamba anaitwa Oga Jega au Mr. Jenga. Dhumuni la ujio wake ni kuchukua pesa ambayo alikuwa akimdai baba wa hii familia. Mzee ana madeni mengi sana. Kabla hajasema neno, binti mkubwa wa hii familia akaanza kuongea maneno ya kumtetea baba yake, mpaka Jega akaona huyu mtoto kichwa kibovu kweli, ila ni shupavu sana. Basi mzee akainama kidogo, akamuuliza binti, jina lako ni nani? Binti akamjibu, jina langu ni Esther. Basi bosi akamchukua binti na kuondoka naye moja kwa moja mpaka kwenye club ambayo inamilikiwa na mwanamke mmoja, shetani mkubwa sana huyu, jina lake Mama D. Bosi Jega alipofika hakuwa na mazungumzo mengi, akamwambia tu, Mama D, nimekuletea bidhaa mpya. Huyu binti atafanya ukahaba hapa na pesa zinalolipwa zitakuja kwangu mpaka deni ninalomdai baba yake litakadwisha. Basi Mama D akampima na kumdhaminisha yule mrembo, kisha akaona kwamba binti anafaa kabisa kuwa chakula ya wanaume wasiojua kutongoza. Esther akaingizwa kazini na kazi yenyewe ni ukahaba. Mtazamaji, hiyo ni stori ya Esther ilivyokuwa mpaka ile siku tunamkuta club akikata mauno. Sasa tuendelee tulipoishia. Wakiwa club, Sean na rafiki yake wanazunguka huku na kule. Ghafla, Sean akagongana na mrembo Extra. Kinywaji kikamwagika kwenye t-shirt yake. Extra akawa naomba msamaha pale kwa Sean. I'm sorry handsome, I'm very sorry. Pole jamani, nimekosea tu. Sean akaona,
Hii sasa ndiyo nafasi yangu ya kumweleza ukweli kwamba namhitaji na ninahitaji kuzungumza naye. Jamaa akamwambia mrembo ya kuwa, usijali bana, kawaida tu. And by the way, nimekupenda bure. Extra alivyosikia habari za nimekupenda tu, akaamua kuondoka zake. Baada ya muda, watu wanaanza kusepasepa, wakiwa tayari wameshajichagulia makahaba yao. Wakiwa mlangoni wanaondoka, Shan na rafiki yake wanaona Extra ameshikwa kiuno na mbaba mmoja. Shan akamsimamisha tena Extra. Jamaa anamwambia Extra kwamba nakupenda mrembo, naomba tuzungumze. Extra anakataa kwa sababu jamaa anaonekana ni mdogo sana na Extra anaonekana ni mkubwa kiumri. Hafu pia kazi yake ni ukahaba, kwa hiyo yeye kwake mapenzi hayana nafasi. Shan alivyoona njia ya diplomasia ya mapenzi imeshindikana, akaona sio shida, ngoja tutumie pesa. Sasa Shan akaropoka, mimi nitakulipa mara 3 ya pesa ambayo huyu jamaa atakuwa na kulipa usiku wa leo, ila naomba tuondoke pamoja. Wote walishangaa sana kwa sababu jamaa analipa na laki kwa usiku mmoja, mara 3 yake ni sawa na Laki3 na Laki1. Jason akaona huyu jamaa mapenzi yamemchanganya sasa. Extra akamwangalia jamaa akamuuliza, pesa yote hiyo kijana, au unataka kunitoa kafara? Basi Extra akaondoka na mbaba, akiwa waacha Shan na mwanawe Jason wanamsindikiza kwa macho tu. Jason akamwambia mchizi wake, kulipa pesa yote hiyo kwa ajili ya kahaba, huo ni ukenge rafiki yangu. Ila usijali, namjua mmiliki wake, anaitwa Madam D. Ngoja nimwekee booking, utampata tu. Baada ya siku kama 2 hivi, Peter Extra akaitwa na bosi wake. Anafika, anamkuta Mama D ana furaha sana. Binti akajiuliza, kulikoni leo? Mbona bosi kachangamka? Na si kawaida. Mama D akavunja ukimya akimwambia Extra, Esther, hakika binti una mvuto sana wewe. Hebu niambie, yani wewe ndiyo kahaba wa bei ghali kabisa katika hii klabu yangu. Extra akauliza, kulikoni Mama D? Basi Mama D akaendelea kusema ya kwamba kuna mtu amekuja hapa, amelipa pesa milioni 1 na laki, na amelipa zote kwa ajili yako tu, ukalale naye usiku mzima mpaka asubuhi, na kesho yake tena mpaka asubuhi. Extra alishangaa sana, inakuwaje amelipa pesa nyingi hivi? Basi akauliza tu, nani huyu amelipa pesa zote hizi? Mama D akamjibu, mimi simjui, ila ni kijana tu mdogo hivi, utamjua hapo hapo. Wewe nenda kajiandae, tafuta staili za kutosha. Basi kesho yake asubuhi imefika, mtoto kajiremba safi, akaingia kwenye ndinga moja kali, tayari kwenda kutoa huduma kwa mteja wake. Upande wa pili huku, Shan anapandisha mizuka kweli kweli, anampenda binti mpaka anatetemeka maskini. Jason anamtuliza mchiji wake kuwa baba, chukulia kawaida tu. Kwanza demu mwenyewe ni kahaba, hutakiwi kuonyesha umwamba pale, wewe piga tu, binti aende zake. Shan anamkataza mchizi wake kumuita Extra kama kahaba, hataki kabisa kulisikia jina la kahaba. Basi baada ya muda, mrembo akafika, akabisha odi na kuingia. Alipigwa na mshangao sana baada ya kuona vijana wawili wamesimama mbele yake, vijana ambao waliwakataa usiku uliopita. Akahisi kabisa kuwa hawa watu wanataka kunitoa kafara au nini. Basi Shan na mwanawe Jason ikabidi wasaidiane kwanza kumtuliza mrembo. Baada ya mrembo kutulia, kinachofuata sasa ni kuifanya kazi iliyomleta. Shan akamchukua Extra mpaka chumbani. Huko ndiko kizaazaa kilipoanzia. Jamaa akasukumiwa kitandani hapo, huku mrembo akimuuliza, aina gani ya penzi unataka nikupatie? Shan haelewi hata jibu la kumpa, yupo tu anababaika hapa. Basi mrembo akaanza kutoa zana za kazi pale, akamfunga mikono Shan. Akaona leo nimevamiwa. Ile Extra anataka tu kumbusu. Jamaa akapiga kelele kwelikweli, anaogopa balaa. Extra ikabidi atulie kwanza. Akamuuliza jamaa, vipi, hujawahi kufanya hii staili? Jamaa akaropoka, mimi sio kwamba sijawahi kufanya tu hii staili, yani sijawahi kabisa. Extra akaguna, hujawahi kufanya mapenzi kabisa, kwa hiyo wewe ni bikra wa kiume? Shan akajibu, ndiyo, sijawahi kabisa. Basi Extra akauliza tena, yani wewe siku ya kwanza tu, alafu unataka kuanza na staili ya ukongwe? Nitakuja nikuue wewe, nipate murder case hapa. Shan akafikiria kwa muda, akasema, kama vipi tufanye ile staili, mimi nakuwa juu, alafu wewe unalala chini. Extra akadakia, hiyo inaitwa missionary style. Shan naye akaunga, hiyo
tufanye tu. Extra akamuuliza, sasa wewe umelikia pesa nyingi zote hizi ili iweje? Milioni 1,00,000 na wala hupigi show ya kueleweka, ndio nini sasa? Basi jamaa akaona isiwe tabu, akamjibu mrembo ya kwamba nimelipia pesa nyingi hivi sio kwa ajili ya kufanya mapenzi, ila nilikuwa nahitaji uje hapa tupige story na nipate kukujua kwanza, kwa sababu mimi nimekupenda sana. Extra akaona dai lizuzu sijui ni la wapi. Basi ikabidi waanze tu kupiga story hapo mpaka usingizi ulipowajia. Asubuhi na mapema mchizi kashaamka anaenda zake jikoni. Jason akamuona hivyo akamuuliza, "Oya, mbona asubuhi unakimbia tu vipi?" Shani akamjibu, naenda jikoni kumtengenezea chai Extra. Jason akamwambia, "We mwanangu, una shida gani? Uliona wapi kahaba anapikiwa chai asubuhi?" Shani akamjibu, "Oya, tulia mwanangu, niache nimpikie chai, atakuwa amechoka yule." Jason akamwambia rafiki yake, "Oya, tulia kwanza. Jana nimebana pale mlangoni kwako nasikilizia, ila wala sijasikia sauti yoyote ile. Sijasikia sauti ya baby fanya kwa nguvu au baby nenda taratibu, wala sijasikia kitu chochote. Sijasikia hata binti akipiga kelele. Mmefanya kimya kimya au imekuwaje?" Shani wakati anababaika amjibu nini rafiki yake. Extra akatokea akiwa na begi lake akaanza kusema, "Jason, unamwona huyu rafiki yako? Huyu ni Simba. Yaani ni muda mrefu umepita tangu mwanamme anipatie kiasi kama kile mpaka miguu ikatekemeka. Huyu ni Simba." Jason akaitikia, wewe huyu mchizi wangu ndo amekufanya hivyo." Extra akamjibu, usimchukulie poa, amekiwasha jana usiku mzima." Basi Jason akaondoka huku anacheka sana, anawaacha Shani akiagana na Extra. Shani akamuuliza Extra, "Mbona umedanganya? Unanipa sifa ambazo sina. Jana hatujafanya kitu chochote kile." Extra akamjibu ya kwamba nimefanya hivyo ili usipoteze confidence ulionayo. Extra akachukua mabegi yake na kusepa. Maisha ya kwenda klabu ndio ukawa ustaarabu wa Shani na rafiki yake. Kila giza linapoingia wanaenda zao klabu, na Shani hukutana na mwanamke aliyemzimia kwelikweli. Ni huyu binti Extra. Taratibu Shani na Extra ukaribu ukaanza kuota mizizi ya shaba. Leo Shani ametulia na mwanawe Jason kama kawaida yao, wazee wa Forex. Sasa wakiwa wana trade hapa, Shani anaanzisha story, anamwambia mchizi wake kwamba bro, unajua sijawa honest kwako kuhusu kilichotokea ile siku mimi na Extra. Jamaa masikio yakamsimama. Una maana gani bro? Shani akamwambia mwenzie kwamba ile siku mimi na Extra hatukufanya kitu chochote kile. Japo Extra alikwambia kwamba tumefanya na mimi ni Simba. Alisema vile ili kunitetea tu. Jason akamind sana, akaanza kuropoka. Bro, wewe kilichokushinda ni kitu gani pale? Yule ni kahaba. Mambo ya hisia weka pembeni. Tumelipia pesa mingi pale. Sasa ulichokuwa unatakiwa kufanya ni kuchomoa bomba lako hilo na kulichomeka pale kwake. Sasa wewe unayumba. Hivi unayumba kitu gani bro? Kabla Shani hajajibu kitu, Jason akashindilia msumari mwingine tena. Kama ukiona analalamika, sijui unanichubua, unavuta mate ya kutosha, alafu unatemea pale mahali husika. Linakuwa laini tu. Sasa wewe unakaa kama bwege vile. Shani alimind sana alivyokuwa anasemwa na mchizi wake, ila ndio hivyo hakuwa na uwezo wa kusema kitu chochote kwa sababu amempinda sana Extra na ana mpango naye. Maisha yanaendelea na leo Extra amerudi nyumbani kwao kuja kusalimia. Amemkuta baba yake ana hali mbaya sana. Baada ya kumwongelesha kwa muda mfupi, Extra akainuka kwenda kumletea maji mzee wake. Ili anarudi tu, mzee kumbe alishaondokanga kitambo sana. Extra kila akiita baba wapi, mzee yupo kimya na tayari ameshafariki. Mrembo alibaki akilia sana. Msiba umemkuta. Aliporudi kwenye klabu yao ya ukahaba, anapigiwa simu na Mama D, lakini hapokei. Mama D akawa anashangaa, huyu binti leo mbona anataka kunikosesha hela? Inakuwaje tena? Nampigia simu alafu hapokei na wateja wameshalipia. Mama D akaona isiwe tabu, akaibuka hadi kwenye chumba cha Extra. Alipofika anamkuta mrembo amejiinamia tu. We Extra, inakuwaje? Nakupigia simu na wala hupokei wakati wateja wameshalipia. Lisa ambaye alikuwa pembeni hapo akaingilia kati. Madam D, inakuwaje una treat tu kama wanyama? Huoni Extra analia, hujiulizi imekuwaje? Kwa taarifa yako, Extra amefiwa, hivyo tunaomba leo apumzike augulie msiba wake. Mama D akacheka kicheko kikubwa sana, akamuuliza, unahisi hapa kuna mtu anaweza kujali kuhusu msiba wako? Hapa pesa mbele, misiba peleka huko, jiandae, mteja anasubiri utamu. Mama D akasepa zake. Baada tu ya Mama D kuondoka, inasikika sauti ya kiume. Extra, huendi kokote kule. Extra alipotupa jicho vizuri, anamuona jamaa mbele yake. Jamaa amekuja kama mkombozi mbele ya Extra. Jamaa akamweleza mrembo kuwa unastahili kuomboleza msiba baba yako. Kama hawataki kukuachia, mimi nitalipia kwa wiki nzima. Njoo nyumbani kwangu, hapata kuwa na mtu yoyote wa kukusumbua. Basi Shani akalipa pesa ya kutosha kwa ajili ya kumnunua mrembo Esther the Extra aende nyumbani kwake apate nafasi ya kuomboleza na kupumzika pia. Maisha mapya ya Esther ndani ya nyumba ya Shani na mwanaye Jason yalikuwa ya kufurahisha sana. Binti anaamshwa kwa breakfast ya nguvu kitandani. Binti anaambiwa maneno matamu, anadekezwa na kila aina ya mahaba anaonyeshwa. Ila siku zote hizi mchizi bado hakuwahi kushiriki tendo lolote na mrembo Extra. Ikiwa anaenjoy maisha ya paradiso nyumbani kwa Shani, anapokea simu kutoka kwa boss Jega.
Bosi amempigia mrembo kumuuliza inakuwaje mtu anawekea booking wiki nzima wakati wewe unapaswa kugawa utamu kwa wateja wengine pia. Bosi akampa onyo akimwambia, usipoleta kichwa chako hapa ndani ya dakika 10, basi msiba unaofuata utakuwa wa ndugu yako. Extra akiwa na uoga wa kumpoteza ndugu yake, akaona isiwe tabu. Mrembo akakusanya mabiriga yake na vilago vyake vyote, kisha akaanza safari. Sasa akiwa anashuka stairs hapa, anakutana na Shan. Jamaa anamuuliza Extra, kuna mahali unaenda au mbona umekusanya mpaka mabegi yako? Binti akamjibu Shani kwa ujasiri, muda wa kukaa hapa umeisha, narudi kazini. Shan alibaki na mshangao. Unarudi vipi kazini wakati mimi nimelipia wiki nzima na nimelipa uje hapa upumzike, wala wiki haijaisha? Extra akamwambia mchizi kuwa bosi amenipigia simu, nisipofanya hivyo watamuua ndugu yangu, kwa hiyo sina budi, wacha niende. Extra akachukua mabegi yake na kusepa zake, akirudi klabu kuendelea na majukumu yake ya ukahaba. Huku nyuma Jason anamfuata mchizi, anamuuliza vipi, mbona mrembo anaondoka? Jamaa akamjibu kuwa nahisi kuna tatizo, sio bure kabisa, ngoja niangalie cha kufanya hapa nimsaidie, siwezi kumwacha huyu mwanamke. Jason akaona mchizi wangu kweli amezama kwenye tope la binti kahaba. Shani na Jason wakakaa chini na kupanga mpango wa kwenda kuharibu kabisa ile biashara ya ukahaba ambayo inafanywa na mabosi wanaolazimisha wanawake kujiuza kwa kuwatishia maisha yao au watu walio karibu nao. Basi usiku ulipofika, Jason na Shani kama kawaida wakatoka zao mpaka klabu. Walipofika wakawa wamebana mahari, wanasubiri timing ya kufanya jambo lao lifanikiwe. Baada ya muda wanaliona gari la kifahari linafika. Ndani ya gari akashuka boss Jega pamoja na mrembo Extra. Hapo hapo Shani wakaenda kuanzisha vagi. Oya we mzee, umeniibia demu wangu, alafu inakuwaje unauza watu wewe mzee, mambo gani unafanya? Vagi kubwa liliibuka, makahaba wengine nao wakajiunga wakidai haki zao, hawataki tena kufanya kazi ya ukahaba. Jamaa baada ya kuona tayari kampeni yao ya kuanzisha fujo imeshafanikiwa, wakamchukua Extra na wakamuingiza ndani ya gari na kusepa naye. Walipofika home wakiwa wametulia selebeni, Jason anakuja kuambia kuwa ile habari yetu ina trendi, ni namba 1 Nigeria nzima, kila blog imeposti. Extra akaangalia na kushangaa, akawauliza mmewezaje kupublish habari nyeti kama hii? Jason akajibu kuwa tumetumia pesa zaidi ya naira milioni 12 kwa ajili ya kuwape wanahabari waweze kuitangaza hiyo habari na mamlaka waione. Habari hii ilikuwa kama mbo mzuri masikioni mwake, alijua kabisa kwamba hapa sasa nimeokoka. Siku iliyofuata asubuhi na mapema tu, polisi walishatinga eneo la tukio na kuwakusanya wapumbavu wote ambao walikuwa wakiendesha biashara haramu ya kuwatumikisha watu. Shani na Extra wakaingia kwenye mapenzi mazito. Kila mara wanatazamana na kucheka tu, kweli penzi limeingia kwenye damu. Na huo unakuwa mwisho wa dude hili. Hii ni Recap Extra TV. Usisahau kusubscribe, kulike na comment. Niambie unatazama ukiwa wapi.